salawatullahi alayhi wasallam wasala Muhammad ila dhikratul Mustafa. Leo twaishangilia sherehe ya ndoa yao vijana wetu. Hello, na wasalimia wote ambao mnanifuatilia kwa muda huu. Basi ukisikia sauti hii ni ya Simba from Side kupitia Elick Birimbi TV. Kwa wale ambao ni mara ya kwanza basi unaona video hii, basi ningekuomba ka subscribe nao ili uweze kupata habari tofauti ambazo zinapitia kwenye channel hii. Kwa muda huu niko pamoja na wakina mama ambao wapo kwenye chuo fulani, lakini tutajua vingi. Kikubwa cha kwanza ni kunifuatilia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Shikamoo mama. Marahaba. Nilikuwa napenda watu ambao wako wanakutizama kwa muda huu waweze kufahamu niko pamoja na wakina nani. Kwa huyu muda uko pamoja na kina mama wa jihadi kutoka Nyanza Lake Uswahilini. Ndio. Nilikuwa napenda umesema ni wakina mama wa jihadi. Naam. Kundi lenu lilianza lini? Kundi letu lina muda mrefu sana, zaidi ya miaka 20. Zaidi ya miaka 20. Naam. Ni miaka mingi sana. Mingi kabisa. Tangu mwanze mlianza mkiwa idadi ya watu wangapi mpaka sasa hivi mpo watu wangapi? Tulianza tuko idadi ya watu 12 na mpaka sasa tuko watu 25. Na imani ya kwamba mshawahi kutembea sehemu tofauti mkienda kuimba kaswida. Sehemu nyingi sana. Changamoto gani ambazo mliwahi kukumbana nazo katika kazi yenu hii? Changamoto labda pakiwa utofauti wa vifaa kutuishia, lakini tulikuwa tunajihimidi mpaka tunafanya nguvu ya jinsi tena ya kutafuta vingine vipya, maana kama vivyo vyombo vyetu mara nyingi vinatoka ni Tanzania. Huku kwetu hakuna ujuzi wa kuvitengeneza. Kwa upande wako endelea. Na hizi mnazoziona hizi ndogo hizi zinatoka mbali sana. Zinatoka nchi za nje. Warabuni huko. Warabuni huko tunazichukulia Dar es Salaam. Ndio. Naam. Ningependa nifahamu kitu. Tangu uanze kuingia katika uimbaji wa kaswida, kitu gani kilichokushawishi ama ni kitu gani hasa kilichokushawishi uweze kuanza kuimba kaswida? Kuimba kaswida mimi nimeanza bado ningaliki chuo cha watoto. Bado ningaliki mdogo. Wazazi wetu walikuwa wanatusomesha shule ya msingi na walikuwa wanatupeleka chuo cha Qur'ani. Ningeomba mtu mwingine umkabidhi microphone mtu mwingine naye niweze kuongea naye. Shikamoo mama. Shikamoo. Ndio ndani weke baraba. Vizuri sana, nafurahi kwamba ndugu zangu wasikilizaji mpo mnanisikia vizuri, watazamaji. Niko pamoja na kundi la kina mama waimba kaswida. Kaswida ni moja katika nyimbo ambazo zinazopendwa sana na hususan katika Afrika Magharibi. Ndo zinavyotoka huko Warabuni. Na sasa hivi asilimia kubwa ya watu ambao wapo hata huku za kusini tayari muziki huo washaupenda sana na wanaukubali sana. Mama, nilikuwa napenda nifahamu kitu kimoja kutokea kwako. Wewe ni mwimbaji wa kaswida. Wa kaswida una miaka mingapi tangu umeanza kuimba? Mimi na miaka mingi. Kitu gani kilichokushawishi mpaka ukaingia katika uimbaji huo? Kwa sababu mimi nimekuwa tokea bado nipo binti. Nimekuwa nasomeshwa shule ya msingi na shule ya dini. Kwa hiyo nilikuwa bado mdogo, nilikuwa naimba.
hadi nimekuwa nikaendeleza kuimba. Kaswida ni kaswida? Ni kaswida? Ni kaswida. Ya, kaswida ni moja kati ya mdundo ambao unapendwa sana hasa kwenye dini ya Kiislamu. Inatokeaje pale ambapo mnapoenda kuimba sehemu nyingine ambao Waislamu hawana wingi, hakuna wingi wa Waislamu kule, waga wanaitikia aina hii ya nyimbo hizi? Ndio, wanaitikia tena wanafurahia sana, kwa sababu yale maneno tunaongea mambo ya dini na kushauri. Tunaushauri mpaka kuna wakati anakuwa sio Muislamu, lakini kwa zile nyimbo tunaongea, zile kauli tunaongea, wao wanazisikia mpaka wanazifurahia hadi wanapitia kuingia na wenyewe katika dini, tunashirikiana nao. Mara nyingi waga naona kwenye sherehe za harusi, na nyinyi mnaalikwa katika sherehe za harusi vile vile? Ndio sana kabisa. Nimewakuta hapa mmekuja kurekodi kwa producer Magnifique, Antivirus Records. Ni kawaida yenu kuwa mnakuja kurekodi hapa ama kuna sehemu nyingine huwa mnafuata ma producer mnaenda kurekodi? Tuna rekodi hapa hivi, ni mara ya pili, sio mara ya kwanza. Mkija kurekodi huwa mnarekodi nyimbo ngapi kwa siku? Tuna rekodi kaswida 2. Hasa ngoja twende, mshawahi kundi lenu mshawahi kutoka nje ya nchi mkaenda kuimba Tanzania? Wapi mkaenda kuimba? Ndio, Tanzania tulishawahi kwenda. Asilimia kubwa ya watu wanaopenda kikundi chenu ama kundi lenu wa uimbaji wenu wapo wapi? Sehemu zote wapo. Mara ya mwisho kwenda nje ya nchi ilikuwa lini? Mwaka jana. Mkisafiri waga mnasafiri nyewe wote ama kuna wanaosafiri na wanaobaki? Kuna wanaobaki, lakini asilimia tunaendaga sote. Nashukuru sana. Ungemkabidhi mwingine nikaongea naye. Shikamoo. Marhaba. Nilikuwa napenda nifahamu jina lako na mwaka gani ulianza kuimba nyimbo hizi? Kwa jina naitwa Khadija Yohani. Na nina miaka kama 15. Kitu gani ambacho unashauri vijana wengine ama wakina mama wengine ulichokiona cha faida ndani ya kaswida unatamani na vijana wengine ama wakina mama wengine nao waweze kuitikia kuja kujifunza kuimba nyimbo hizi mnazoimba? Cha kwanza, kaswida zetu zina ushauri. Yaani mna maneno mazuri. Unapokuwa unaimba kuna mambo mengine yanabadilika kama kitabia. Ndio hivyo. Kuna watu wanasema kwamba nyimbo hizi wanaimba wakina mama tu. Ni kweli wakina baba nao hawatakiwi kuimba? Hata wakina baba wanatakiwa. Kwa nini kikundi chenu hakuna wakina baba? Yaani naona hawamu tu kwa kutotaka, lakini nchi zingine wanaume wamo, lakini kweli wakina mama wanaume wanakuwemo? Wanakuwemo. Sijawahi kuona. Ngoja nikuulize tena, chimbuko la kaswida ni wapi? Chimbuko la kaswida? Kaswida ilipoanzia? Nyansi za Mtume za Tanzania huko. Sawa, nashukuru sana. Ungempa microphone mwingine. Shikamoo. Marhaba, ujambo? Si jambo. Ni miaka mingi nimekuona tangu umeanza kuimba kaswida. Naweza kusema kwamba ni miaka mingi kwa sababu na mimi nianza kupata akili, naona kaswida unaimba. Ndio. Sana kabisa. Nilikuwa napenda ndio, haujakosea kabisa. Mimi ni miaka mingi kabisa naimba kaswida. Hawa kwanza humu mimi na huyu aliyeanza hapa, yani ni watu wa zamani sana katika kuimba kaswida. Hata wao walikuja wanatufuata. Sisi ndo wa mama. Yani tuko watu wa zamani sana katika chuo hiki. Ndio. Nilikuwa napenda nifahamu, ushawahi kuwafundisha watu wangapi? Ushawahi ushawahi kufanya watu wangapi waweze kupenda kaswida?
Watu ambao yani walipata kishawishi ingie ndani ya hiki chuo ni wengi sana. Sisi tulipokuwa tukipiga dufu hapa tukiimba, wanasikia raha, ikabidi wawe wanatufuata sasa. Wawe wanatufuata, ndo tukazidi kuwa wengi mpaka kundi likazidi kuwa wengi. Na hata kaswida nilishawekwa fundisha, kuna kaswida ambayo tulitoa hapa, kuja kutoa hapa hapo mara ya kwanza, nikawa mimi ndo na mimi nilienda nikapata shauku huko nchi nyingine ya Tanzania. Nikawa na mimi nimeiba huko, nikawa nimeileta hapa, nikawa tumepiga kabisa hiyo kaswida, katoka vizuri sana. Huyu alitutengenezea vizuri kabisa kaswida yetu ikawa nzuri. Na mpaka hivi watu wanaipenda mpaka huko nchi za nje. Kuna msemo inasema kwamba nchi ya Burundi mwimbaji wa kwanza wa kaswida ni Mugisha. Mwimbaji wa kwanza kwa nchi ya Burundi. Nchi ya Burundi ni Mugisha. Magara na Mazi Hassan. Ndio. Anaweza kawa wa kwanza kwa kuwa yeye ndo alianza labda kutoa kwenye studio. Lakini miaka yote iliyopita hajawahi kuwa wa kwanza kwa sababu yeye ni mtoto mdogo, walioanza ni watu wa zamani. Sema tu kwa sababu yeye ameanza kutoa tu kwenye studio. Lakini walioanza ni watu wakubwa wa zamani. Hapo nilikuwa napenda nifahamu kitu kimoja. Nishawahi kusikia msemo nasema kwamba chimbuko la Uislamu Burundi ilianzia hapa Nyanza. Lakini ninaona kwamba asilimia kubwa ya Uislamu, nguvu, kasi, hata Rumonge inakuja na wazidi. Hata kaswida Rumonge waimbaji ni wengi kuzidi hapa Nyanza. Ndio. Na wakina mama mnafeli wapi? Sasa sisi unaona kwa kweli tulikuwa hatujaona mwamko nyakati hizo, lakini si kwamba tulikuwa hatuimbi. Kaswida tulikuwa tunaimba vizuri, lakini sasa tulikuwa hatujaona mwamko wa kuanza kutoa kaswida. Hata wa Rumonge ni watoto kwetu. Sisi ndo tulianza. Sema tu kitu ninachokwambia ni kwa sababu tulikuwa bado hatujapata huo mwamko wa kuingia studio tu. Tofauti na hapo Uislamu ulianzia hapa Nyanza lake. Ndio ulianzia. Kwa hiyo toka unaanza mpaka hivi sasa watu walikuwa tunaimba kaswida kama kawaida. Ndio. Sema tu huo mwamko. Sasa na sisi sasa ndio tumeona kwa nini na sisi tubaki nyuma, na wakati Uislamu ulianza kufikia hapa Nyanza kwetu. Ndio. Na sisi ngoja tupande na sisi tufanye kama vile kile kitu ambacho na wengine wanachokifanya. Ndio. Wasije wakatushinda hata kuonekana sisi tuko chini, na wakati sisi ndio tulioanza kabisa. Ndio. Kwa vijana ambao wanaokuwa kwa sasa, mabinti na hata wakina mama ambao wapo wanatamani kujifunza kuimba kaswida, ni njia gani ama ni ushauri gani ambao ungependa wapatie? Kwa wenye kupenda kuimba kaswida au vijana au wasichana, hata na wao wenyewe tunapokwenda kuimba kaswida sehemu fulani huwa wanapata shauku na wao kwa kutaka kuingia. Lakini sasa mabinti wanaojifunza kwa hivi sasa wana kikundi chao. Kuna chuo cha watoto na chuo cha sisi wakina mama. Kwa hiyo na wao wana shauku kabisa. Yani kama vile mtoto hakika kiolewa, kama ameolewa hapa sehemu karibu, na yeye anakuja kujiunga hapa kwetu kwenye kichuo. Ndio. Ningependa nifahamu, mnapoalikwa kwenye shughuli fulani waga mnalipwa kiasi gani cha pesa? Kiasi gani cha pesa? Sisi ni wanadini. Na wakati tunakwenda hivyo hivyo kujitolea lillahi. Si kwamba eti kila siku tunaomba hela. Hapana, kwa sababu kuna mtu namkuta yuko na uwezo wa chini. Sasa yule mwenye kuwa na uwezo wa chini inabidi tumuinue, tuende tukamsaidie pale, tunampigia, tunamuimbia, kwa sababu zile nyimbo zinakuwa na ushauri ndani yake. Tunamwambia atakavyokwenda kuishi na mume wake na majirani na familia ya mume. Ningependa nifahamu kitu kimoja. Hizi hapa zinaitwaje? Hizi zinaitwa dufu hizi. Hili zinaitwa double. Hili ni double bass, hili hakupatia. Hili ni dufu 3. Yani hata kuna zingine ambapo hazikuja, yani ni dufu 5. Dufu 5. Dufu 5 ni ngoma 5. Zingine zile pale. Hizi hapa, zingine hizi hapa. Hii ni dufu 4, yona yaka utu ndo wa mwisho uto. Sasa ndo zinapangwa kwenye mstari hivi sasa. Hii na hii double bass vinajibizana. Alafu anayetuanzia sasa ni huyu wa dufu 3. Ndo anatuanzia. Sasa hizo hapo zinakuwa na bei kubwa kuzinunua sasa. Zinakuwa na bei kubwa kwa sababu hapa Burundi hakuna mjuzi wa kutengeneza hizi dufu. Hakuna. Zinatoka Tanzania. Laki 6 shilingi ndo tunanunua huko, tunatuma Tanzania.
Nashukuru sana kwa muda wenu. Ndio. Ningiwapongeza hata na mimi niwapongeze kwa moja katika jitihada mnayoifanya, hasa kwa kukuza neno la Mungu, ni neno la Mungu. Nawapongeza sana. Hata kingine nilikuwa nimesahau kukwambia, kuna sehemu sio kwenye harusi tu tunaarifiwa. Hapana, tunakwenda kwenye yani kuna ziara inayofanyika ya ukumbusho wakati tunakumbuka mtume wakati alipozaliwa. Huwa tunaenda na tunapiga sana na watu wanafurahi kama Tanzania, Burundi, Ngozi, sijui Ruyigi, wapi, Chibitoki cha Rugombo, huko kote tunakwenda, Bujumbura, Rumonge, wapi popote pale tunakwenda. Sio tu kwenye harusi. Yani hii ni kazi tulishajipa, yani ni kazi kabisa. Yani wakisema sehemu fulani mnatakiwa kwenda, yani hamna mushkeli. Jamani, kila mtu hata asiokuwa na nauli anaikopesha, tunakwenda. Ndio hivyo. Tunashukuru sana. Sawa kabisa. Jamani.